Karibu Comtech Insight. Leo naenda kuelezea kanuni 6 ambazo unaweza kufanya kwenye laptop yako, kwenye kompyuta yako iende chap, yani laptop yako iende faster. Kwa hizi ni kanuni 6 ambazo lazima ufanye kwenye kompyuta yako kama unataka iende haraka. Subscribe, share na like kwenye video yangu, tusonge mbele. Kwenye laptop yako unabidi uzime kitu kinachoitwa startup programs. Hizi startup programs ni programs ambazo ukiwasha laptop yako zenyewe huwa zinawaka. Mfano antivirus, Windows Defender, Avast, WhatsApp na kadhalika. Hizi zikifunguka kwa muda mmoja, laptop yako inaanza kuwa zito. Kwa hiyo unabidi uzizime ili laptop iende haraka. Kwa hiyo utashuka hapa chini kwenye taskbar, utabonyeza kitufe chako cha kulia, then cha mouse utabonyeza task manager, utafungua. Ukifungua task manager yako itatokea kitu kama hichi. Utaizoom, then utaenda kwenye neno startup apps upande wa kushoto, utabonyeza. Utagundua hizi ni apps ambazo zinawakaga kipindi laptop imefunguliwa. Kwa hiyo itabidi uzizime. Mimi nilishazizima. Ngoja nikuoneshe mfano kabla ya kuzima. Mfano tumegundua kwamba WhatsApp yangu na Binge Wallpaper na Phone Link hazijazimwa. Kwa hiyo nikiwasha laptop, WhatsApp inajifungua, Phone Link inajifungua, Binge Wallpaper inajifungua, kwa inabidi zizimwe. Kwa hiyo utaenda katika eneo husika, utabonyeza popote pale, utabonyeza, then uta right click kwenye cursor, kwenye mouse, then utabonyeza neno disabled, option ya kwanza. Option ya pili utabonyeza WhatsApp, then utakuja hapa utaona neno enabled na hapa disabled, utabonyeza neno disabled, unaizima. Kwa hizo ni option mbili za kuzima hizi apps. Ukizizima hakikisha unazima zote security nini unazizima. Zitasaidia laptop ukiwasha iwe haraka. Option ya pili baada ya hii ni kuenda kuzima background apps, yani hizi apps ambazo zinafanya kazi nyuma ya pazia. Yani wewe unafanya kazi zako, hizi nyingine zinaendelea kufanya kazi zenyewe na wifi. Kwa hiyo utabonyeza neno window, ukibonyeza window utabonyeza hii window, utaandika neno settings. Utaingia kwenye settings zako za PC, utafungua, then utaona hizi hapa kuna home nini apps, utabonyeza neno apps, utaona neno installed apps, utabonyeza, then uzime apps hizi ambazo zinafanya kazi in background, yani zinafanya kazi pindi unaendelea na mambo mengine. Mfano tuzime moja ya apps, tuzime Binge Wallpaper. Kuna vidoti viko hapa vitatu, nitabonyeza, then nitaenda kwenye neno advanced option, then ukishuka chini utaona neno background app permission, utazima. Utabonyeza kimshale hapa, then ukibonyeza never manake haifanyi kazi nyuma. Ukibonyeza power optimize manake inafanya kazi lakini kwa moto mdogo, yani itakuwa inafanya kazi kwa moto mdogo, haitakula battery, italinda battery. Kama battery likiwa kidogo au jingi, yani itafanya kazi kulingana na moto, haitoua battery. Lakini always manake itaendelea kufanya kazi masaa yote. Battery liwe kubwa liwe jingi, washa bando, hotspotisha, unafanya kazi zako, always itaendelea kufanya kazi. Hiyo ni option ya pili. Kwa hakikisha unapita kila apps zako unazizima. Kama unaamini kwamba na WhatsApp yako inafanya kazi in background, utabonyeza vitu vitatu, utadu the same advanced option, utakuja utaifanya nini? Utaifanya never au power optimized, ambayo itakuwa inafanya kazi kwa kulinda battery. Option ya tatu ya kuzima ya kufanya laptop yako iwe haraka, itabidi uweke katika high performance. Tenda home, then utaenda system, sio home, system,
then utashuka chini, tuna kwenye power and battery. Power and battery utabonyeza. Hii inasaidia kufanya laptop yako iwe haraka kwa kuweka high performance. Kwenye power mode hapa mimi niliweka best power efficiency, yani ilinde battery. Lakini kama unafanya video gaming, unafanya graphic design, utaweka katika best performance. Hii itafanya laptop iende haraka but battery halitodumu. Balanced itabalance battery na performance, yani itapendelea battery na performance kwa usawa. Best power efficiency itapendelea battery, performance itakuwa very small, yani itakuwa ndogo sana. Kwa hiyo utafanya ikiwa kwenye plug-in, ikiwa charge na ikiwa kote katika battery, yani haina charge. Kwa hiyo utaseti zote mbili. Kama ikiwa charge unaweza kaweka balanced, na ikiwa battery unaweza kaweka balanced, ili ibalance performance na battery lisife. Option ya tatu, kama umefungua apps nyingi huku chini kwa wakati mmoja na unafanya vitu vyako na unagundua kuna apps nyingi sana ziko nyuma ya pazia, itabidi ufunge hizo apps, kwa sababu zikiwa nyingi nyuma inafanya laptop yako iwe nzito. Kwa hiyo ningekushauri unafunga kwa namna hii, una move cursor hapa, unaenda una X kiko juu, unafunga. Lazima ufunge apps zako, usiache apps zako zifanye kazi in background, kwa sababu laptop yako itakuwa nzito. Kwa hiyo ukishafunga utagundua laptop yako iko sharp na itakuwa inaenda haraka zaidi. Option ya tano ni kutumia SSD storage devices. Yani ukifungua Windows Explorer kuangalia storage, unagundua laptop ina GB 500 TB moja, ila ina HDD. HDD storage devices ziko slow. Unaponunua PC hakikisha unamuuliza kwenye duka lako, unauliza, je, hii PC yangu ni SSD? Laptop ya SSD ni zile storage devices za kisasa ambazo ziko haraka zaidi. Ukifungua app, ukifungua chochote, ukirun Windows 11 iko haraka, lakini kama ukika Windows 11 na unafanya kazi zako kwenye laptop ya HDD itakuwa very 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 slow. Kwa hakikisha unanunua laptop ya storage ya SSD. Alafu kwenye storage device yako ya laptop hakikisha kuna local disk C ambao ni kama kichwa cha laptop, huijazi. Huku ndo program zote unazo install zinaingia huku, updates zote zinaingia huku, chochote unacho kidownload kinaingia huku. Kwa hiyo zikiwa zinaja update, manake hii inaongezeka. Ukinyima space, laptop yako itashindwa kufanya kazi, na operating system yako ambayo ni Windows 11 au 10 ipo katika local disk C, na kila muda Windows huwa inaji update. Kwa hiyo isipoji update Windows yako kwa muda mrefu, laptop yako pia itakuwa slow. Kwa hiyo itatumika kama next option, hakikisha una update Windows yako. Kwa hiyo utarudi settings, then utasearch neno Windows updates hapa chini. Kwa hakikisha Windows yako ipo katika nini, latest updates, hakikisha una update. Ukiupdate Windows yako itaenda haraka zaidi. Option ya mwisho ya 8 ni kutumia RAM kubwa. Hakikisha laptop yako ina RAM. Bonyeza window, andika neno info, then utafungua. Hakikisha una RAM kuanzia ya 8. Unataka kujua RAM yako, hakikisha unatumia RAM kuanzia ya 8. Umuhimu wa RAM ni random access memory, yani inakusaidia wewe kwa access kuvipata vitu vyako kwa haraka. RAM inapokuwa kubwa unapata vitu vyako kwa speed kubwa, na pia RAM ikiwa kubwa maana yake ina uwezo wa kukumbuka vitu vyako ulivyofungua vingi. Kama umefungua vitu vingi na RAM ni kubwa, hapo sawa, itakumbuka na haitosahau. Lakini kama una RAM ndogo na unafungua vitu vingi, laptop yako itagandaganda na vile vitu vilivyofungua vitajifunga vyenyewe au vitasahau, vitaanza upya. Kwa hakikisha una RAM 8 kwenda juu ili laptop yako iende haraka. Na ushauri wa mwisho wa 9, kama unanunua laptop hakikisha unanunua kwa 5 kwenda juu, yenye RAM kuanzia 8, yenye storage ya SSD. Storage ya SSD ni nzuri, iko sharp, RAM nyingi ni nzuri, na kwa 5. Na cha mwisho
generation kuanzia ya 8. Generation ni mwaka wa laptop. Ikiwa generation ya 8 ni 2018, generation ya 9 2019, generation ya 10 2020, generation ya 14 2024. Kwa hiyo at least generation ya 8 kwenda juu laptop itakuwa very fast. Kwa hiyo hizo ni njia 8 za kusaidia laptop yako iende haraka. Ukizingatia hivi, laptop yako itakuwa very fast na utakuja kunishukuru. Kwa hiyo like, share, subscribe kwenye channel yangu ili kujifunza vitu vingi. Asanteni.